Taarifa zilizochujwa, uchambuzi na matukio muhimu kutoka kila pembe ya Singida. Tembelea Mwezi TV. Pia usisahau kulike na kucomment. Naomba niseme nimesikia mambo yote ambayo vijana wetu wamezungumza. Cha kwanza naomba nichukue nafasi hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anawapongeza sana vijana wa Iboi Bima kwanza kwa kuwa na mradi mkubwa wa kipekee. Hongereni sana vijana wa Iboi Bima. Mkuu wa Mkoa anawapongeza. Anaelekeza niwaambie kwamba ninyi vijana wabunifu chini ya Mheshimiwa Diwani, ninyi ni vijana wabunifu chini ya Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu mmekuwa ninyi sio walalamishi, mmeangalia fursa na fursa mkaanza kuitumia, na sasa nataka msawadiwe baada ya kuona fursa ipo. Hamkuanza kulalamika tu kwanza. Yaani aliyenacho, sio hata Qur'an nasema hivyo na Biblia sio? Aliyenacho nyinyi mnacho mtaongezewa. Mkuu wa Mkoa kaniambia niwaambie ninyi mnacho mtaongezewa. Mmesema udhamini, mmezungumzia mizinga, mmezungumzia jambo mlioanzisha ambalo ni kubwa mno, kwamba leo hii mnazindua kilimo cha uchafushaji kupitia mdudu nyuki. Hii ina maana kwamba ukiangalia kwa haraka wakati tunasema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ananiambia kwamba nije niwapongeze kwamba hiki Mheshimiwa Diwani sio kikundi tu peke yake, wala sio timu ya vijana peke yake. Hiki ni kikundi cha vijana watafiti, kwamba mbali na nyuki kuwa na mazao mengine mengi, lakini leo mmekuja na jambo jipya katika mkoa wa Singida ambalo mkuu wa mkoa amelibeba, analichukua. Kundi cha Iboi Bima, nimemuomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa udhamini, kanielekeza nitoe maelekezo yafuatayo. Moja, mtendaji wa kata eneo hili na watu wako, ndio kata na watu wako, na maendeleo ya jamii yuko hapa, na ustawi wa jamii, lakini hasa mtendaji wa kata ndio bosi wao, na mtu wako maendeleo ya jamii. Mkitembelee kikundi hiki ili muhakikishe kisajiliwe manispaa kama kijasajiliwa, na waweze kuingia katika mfumo, muelekeze waweze kuomba mkopo, waweze kuanza kazi mapema. Kikundi hiki kinajihusisha zaidi na ufugaji wa nyuki na kilimo cha uchafushaji kupitia mdudu nyuki. Kikundi cha Iboi Bima kilianzishwa kwa lengo la kujiajiri ili kujikwamua kiuchumi na kutoa elimu ya kilimo cha uchafushaji na matibabu kupitia mdudu nyuki, yaani kliniki. Ndugu mgeni rasmi, kikundi hiki kinalenga kuandaa mizinga 200 ili kuongeza kipato kupitia nyuki. Cha Iboi Bima kimefanikiwa kuanzisha mashamba darasa kwa ajili ya kilimo cha uchafushaji kupitia mdudu nyuki, sanjari na kutundika mizinga 70 mpaka sasa. Ndugu mgeni rasmi, kikundi hiki kimefanikiwa kutoa elimu ya kilimo cha uchafushaji na matibabu kupitia mdudu nyuki. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kutoa elimu hii ya kilimo cha uchafushaji kupitia mdudu nyuki katika vikundi mbalimbali ikiwemo Muriga nyuki, Misinko nyuki na viongozi wa serikali na chama katika kijiji cha Manga. Kikundi cha Iboi Bima kinakabiliwa na changamoto zifuatazo: ukosefu wa miundombinu kama vile mavazi ya nyuki, mirija ya kuvutia hewa ya nyuki ya matibabu, sare za watendakazi, fence imara kwa ajili ya ulinzi wa eneo la mradi. Ndugu mgeni rasmi, kikundi cha Iboi Bima kinakabiliwa na changamoto sugu mbili kama zifuatazo. Moja, uwezekano wa kufika sehemu mbalimbali ili kutoa elimu kuhusu mdudu nyuki pamoja na kilimo cha uchafushaji. Mtaji wa kutosha ili kutengeneza bidhaa zitokanazo na mdudu nyuki kama vile mishumaa, sabuni, kiwi, dawa ya tiba kwa jina maarufu papaso, mafuta ya kupaka na vingine kama chakula, vinywaji vitokanavyo na mazao ya nyuki pamoja na kisima cha maji. Kikundi cha Iboi Bima kinaomba udhamini kwa ajili ya kufanikisha kampeni hii kuhusu kilimo cha uchafushaji na matibabu kupitia mdudu nyuki, na kupitia wewe mgeni rasmi tunaomba serikali tupatie eneo la kutosha la kufanyia kazi ili kufikia malengo. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba tuongezwe mizinga ili kufikia malengo tuliyotarajia. Ndugu mgeni rasmi, kikundi cha Iboi Bima kinaomba utuwezeshe usafiri kufikia sehemu mbalimbali ili kutoa elimu kuhusu kilimo cha uchafushaji kupitia mdudu nyuki. Kwa majina yangu kamili naitwa Mohamed Juma Ali maarufu Majengo Nyuki. Ni katibu wa kikundi cha Iboi. Leo hii tulikuwa tuna uzinduzi wa kampeni ya kilimo cha uchafushaji kwa kutumia mdudu nyuki. Kampeni hii lengo kubwa la kampeni hii ni kutoa elimu kwa wakulima
zidi ya kutumia madawa kule mashambani wakati wanapiga wale wadudu ambao sio rafiki, lakini lengo letu ni kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya viuatilifu kwa ajili ya kumlinda mdudu nyuki kule shambani. Ni kwa nini? Kwa sababu mdudu nyuki anafanya pollination ya 75% ndani ya mimea yetu ili tuweze kupata mimea mizuri zaidi. Lakini sio hivyo tu. Mdudu nyuki akitunzwa kule shambani, akija ndani ya mzinga tutapata faida zingine. Kwa hiyo lengo kubwa, kama hatutamlinda mdudu nyuki mashambani zidi ya viuatilifu ambao tunatumia, tukiamini kwamba 90% Tanzania yetu sasa hivi tumeshaingia kwenye kilimo cha hybrid ambacho kinategemea 85% vile viuatilifu kwa ajili ya kulea ile mimea. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna hatari sana ya kuuawa kwa wadudu na kuondoka kabisa duniani na kuingia katika janga kubwa la taifa la uchumi pamoja na chakula. Yaani lengo kubwa si kana labda kuzuia watu wasitumie madawa. Madawa atatumia, lakini kwa wakati gani sahihi ambao mdudu nyuki hayupo. Kulingana na mimea gani imetoa maua. Kwa maana mimea kama bado haijaanza kutoa maua, unaruhusiwa kupiga, lakini unaangalia kwamba mizinga iko mbali gani na utumie bomba lako kwa kiasi gani. Lakini kama maua yameanza kutoka, utatumia viuatilifu mida ambao nyuki hayupo shambani. Kwa mfano, labda jioni kuanzia saa 11:30 unaweza kupiga shamba lako vizuri. Lakini ukiamka asubuhi, nyuki akitaka kwenda kule shambani, atakuta kuna harufu ambayo sio rafiki na yeye. Ataondoka kwenda sehemu nyingine kwa ajili kutafuta mahitaji. Hivyo basi ndio malengo makubwa, sio kuzuia kwamba madawa yasitumike, ile yatumike kwa muda gani. Taarifa zilizochujwa, uchambuzi na matukio muhimu kutoka kila pembe ya Singida. Tembelea Mwes TV. Pia usisahau kulike na kucomment.